Na mtazamaji, mambo yanazidi kuchemka tena zaidi. Tunapozungumza sasa hivi, maafisa wa polisi ni wengi sana hapa jijini Nairobi, Mombasa, Kisumu na Nakuru na sehemu tofauti tofauti hapa nchini Kenya, ambao wana make sure kwamba usalama umeweza kuimarishwa na ku make sure kwamba watakabiliana na kila hali ambayo inaweza ikajitokeza siku hii ya leo, siku ya maandamano, kwa sababu unafahamu kwamba siku ya maandamano kama siku ya leo kuna kuanga na goons wengi sana, kuna kuanga na wezi sana ambao wanajifanya kwamba wanaingia kwa maandamano, lakini badala yake wanaanza kupora watu na kuibia watu. So mtazamaji wangu, jana polisi walikuwa wamesema kwamba hawajapata notisi kwamba leo kutakuwa na maandamano hapa nchini Kenya, na kwa hivyo wakasema kwamba hawatakubali kuona mkusanyiko wa watu, kwa sababu hiyo itakuwa ni kinyume na sheria, na kwa sababu hawajaambiwa kwamba kutakuwa na maandamano, kwa hivyo hawatakuruhusu maandamano kuendelea. I want to tell Kenyans that we have not received any formal notification from any quarters in all the police stations within Nairobi and the neighboring counties. That means we are not aware of anything. The alleged commemoration, because I'm not aware of any of the protest, any of the picketing for purpose of law and order. That notification in the law is presented to the officer commanding station, the OCS. Ladies and gentlemen, I'm Babu Owino, Member of Parliament in Embakasi East Republic and the incoming Governor 2027 Nairobi County. This week I know some, if not most, of Gen Zs may be arrested by the rogue regime. I know, as usual, police officers will target our brothers and sisters for arrest. In case anybody is arrested, nobody should worry. I will be there for you. As Babu Owino, together with other advocates, we put up a team of advocates, competent ones, who will ensure that you are free. Tibim. Kama huko kwa meza, vunja hiyo meza. So mtazamaji wangu, siku ya leo ni siku ya maandamano ya Gen Z ambayo imekuwa ikifanyika kila mwaka kuweza kukumbuka wenzao wa Gen Z ambao walipoteza maisha yao mwaka wa 2024 wakati wa maandamano ya kuweza kureject finance bill ya 2024. Hiyo ndio business ambayo imekubalika kufunguka hapa Nairobi. Nchi mzima. Andika chief, bendera, maji na firimbi. Orengo amesema on Thursday itakuwa national holiday. So wanabiashara wasifungue, so hiyo ni holiday ya anniversary ya Gen Z. Lazima wafunge. Unakuja kuuzia nani? Hiyo ndio swali ya kwanza ndugu yangu. Hata ukaswa kuuza andika chief ama maji. Au kila mtu anatoka na maji kwake. Kila mtu anatoka na maji kwake. But tunataka pia tu create nini? Kama uko na andika chief, leta mtabaye na bendera. Hiyo tutanunua. So hiyo ndio business yenye itafunguliwa on Thursday. Peke yake. Hiyo ndio business ambayo imekubalika kufunguka hapa Nairobi. Nchi mzima. Andika chief, bendera, maji na firimbi. Unaona? Hiyo muuze na mulete kwa lakini usidhubutu kufungua duka yako. Hautauzia mtu kama mimi. Hiyo siku sikuli hata biscuit. Sifai kukula. Nafaa kukimbia, nimekimbia hapa na polisi. Unajua hii Kenya ndugu yangu ambayo inanifurahishanga. Tuambiane ukweli. Au polisi hawananga kazi. Kazi ya kukaa tu huko kwa bank. Kazi ya kukaa tu huko Central. So nakosanga kazi ndugu yangu. Si mwaje tu hata hiyo siku tupatie polisi kazi. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya maandamano, na jana tumeona group nyingi sana ambazo zimekuwa zikijitokeza na kusema kwamba hii maandamano hawataki maandamano iendelee na story kama hizo. Jambo ambalo sio vita. The Inspector General must give an order that bars the police from coming or being deployed by guns kwa maandamano. A protest is not a war. How many people must die in this country for us to say it's enough? People died in 2024. We moved on. People died in 2025. In fact, in Sabasaba last year, 60 people were shot in a single day. And this country moved on. Maandamano kidogo kama hii ya Laikipia, 2 people were shot dead. How many people must die for us to say hii imetosha? We are not going to move on with this kind of police violence anymore. We are not going to move to the next election with this kind of police violence.
We want you to give an order to the police immediately, wawache kukuja na bunduki kwa maandamano. In the UK, in New Zealand, in Norway, police are not deployed by guns kwa maandamano. So we must end this police violence. Thank you. Kisha watu wengi kuona kwamba ni kama hao watu kuna mtu anawalipa ama kuna mtu anawadirect vile wanasema, kwa sababu just imagine, kwa mara ya kwanza tuliona jana huko Kisumu wameandamana, eti wanasema kwamba wao hawataki maandamano ya leo yafanyike. Just imagine. Yeah. Ni kitu ambacho hakiwezi kaingia mtu kwa akili. Ni lazima tu mtu ataona kabisa kwamba kuna mtu ambaye ameweka mkono wake pale. Kuna mtu ambaye amefanya hao watu wafanye hivyo vile wanafanya, lakini si kwa sababu eti ni wao tu wanafanya hivyo. Hapana. Kwa sababu tunajua kwamba huko Nyanza region ndio wamekuwa wakiongozwa kwa maandamano. Lakini leo eti wanasema kwamba hakuna maandamano ama hawataki mambo ya maandamano. Kama unakumbuka vizuri, Albert ambaye alisemekana alijigogesha ukuta kwa police station alikuwa ni wa Nyanza region. Na huyo ni moja kati ya watu ambao wanakumbukwa kesho. So wakati unasema kwamba kusikuwe na maandamano, inamaanisha kwamba wewe pia umesahau hao watu wote ambao walipoteza maisha yao wakati wa hiyo maandamano. So sitaki kusema kwamba eti maandamano ni nzuri, lakini nasema kwamba maandamano kama ni maandamano ya amani ambayo hayana furugu, hakuna kurusha mawe, hakuna kupiga mtu, hakuna kunyang'anya mtu, hakuna kutumia kifua, I think hiyo ni maandamano ambayo inaruhusiwa na katiba ya Kenya, na ni maandamano ambayo inaweza ikasaidia Kenya, kwa sababu kama tunaweza tukaandamana, President William Ruto akashusha na akawekelea mbali finance bill ya 2024, I think maandamano inaweza change sana. Although wasipendi maandamano ambayo ni ya furugu, lakini kama maandamano ni ya amani, nadhani kwamba ni jambo nzuri kabisa, na ni kitu ambacho tunatakiwa tuweze tukifanye bila kutumia nguvu na bila kuweza kuumiza vijana wetu, kwa sababu tunawahitaji sana kesho na kesho kuta. So niachie maoni yako chini katika sehemu ya comment section, lakini pia nakuambia leo niko hapa mpaka jioni kuhakikisha kwamba nimekuupdate kila kitu ambacho kitakuwa kinaendelea kutokea. Nitakuwa na make sure kwamba nimekuupdate ili usipitwe na habari ambazo zitakuwa zinatokea na maandamano vile yatakuwa yanaendelea. Update zote utazipata hapa kwenye hii channel ya Jitan Daily Politics. Kwa hiyo usiende mbali, nitarejea na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.